Kipimo cha usaliti sehemu ya 7. Kwenye maiki ni Abu Tafawa, mjukuu wa milimani. Bi Suzy alizidi kuingiwa na hofu kubwa. Alipiga simu nyingi sana kwa David, lakini hakupokelewa. Vile alipiga kwa binti yule, lakini nako simu zake hazikupokelewa. Wakati akijiandaa ili awafuate mjini, mlango ulifunguliwa. Binti yule aliwasili huku akiwa amebeba mahitaji yaliyonunuliwa mjini. Waliangaliana usoni bila kupepesa macho. Binti yule mwisho alicheka na kusema, "Usinitishe basi dada yangu. Mbona unaniangalia kwa ukali hivyo? Una wasiwasi na safari yetu ya mjini mimi na mmeo? Sikia nikwambie Violet, usije ukajichanganya ukaende kinyume na vile tumepanga. Violet, nakujua vizuri sana, tabia yako naijua vyema. Wewe ni rafiki yangu wa utotoni hadi sasa, hivyo hakuna ambacho sikijui. Niambie, haujafanya naye chochote mme wangu? Violet, hebu kuwa mwazi katika hilo. Rafiki yangu, shida yako haujiamini kabisa. Mimi siwezi kwenda kinyume na vile mpango wako ulivyo. Kazi yangu naijua. Hapa ni kumpima mmeo na si vinginevyo. Lakini mmeo anaonekana hodari sana na mwenye mapenzi ya kweli na wewe. Maana hadi sasa hii ni siku ya 5 kwa vituko ambavyo nimemfanyia, lakini bado haoneshi kupotea. Hakika huyo umepata. Acha nikwambie kitu rafiki yangu. Unaikumbuka ile siku usiku uliponipigia simu nikamjaribu mmeo? Yani siku hiyo nilijua tu lazima mme wako angeingia king na haki ya Mungu angenila. Make nilienda kifua wazi. Matiti yangu yote yalikuwa wazi kama maembe ya msimu. Lakini mmeo wala hata sikutegemea kama angeweza kuruka. Siku hiyo nilitukanwa karibu nizabu vibao. Violet, hayo maneno unayoongea ni ya kweli? Ndiyo, ni ya kweli. Au nataka nikwambie ukweli upi ambao mimi sina zaidi ya huo? Sikia Violet, endapo nitakuja kubaini kuwa wewe umesaliti mpango wangu na kuthubutu kulala na mme wangu, nafikiri nisiongee sana, unanifahamu vyema. Wakati ambao Bi Suzy alikuwa akiongea na Violet hakuonesha kujali. Zaidi alizidi kutoa tabasamu huku akifikiria jinsi mechi ilivyochezwa, tena kwa uhodari wa viwango vya kimataifa. Bi Suzy aliachwa kwenye mataa, kwani mpango wake wa kutaka kujua kipimo cha usaliti kwa mme wake ulipoteza uhakika wa mafanikio, kwani mtu aliyempatia kazi hiyo naye ameingiwa na tamaa. Unaambiwa Violet baada ya kuonjeshwa asali na David, basi ilimkolea vibaya mno na kutamani kuendelea kuilamba. Violet aliamua kufunika kombe mwanaharamu asijue, na hakika Bi Suzy alifichwa ukweli na hakujua chochote kabisa. Violet na David walizidi kupaa anga za kimataifa, huku viwango vyao vikizidi kushika kasi katika renki za FIFA. Bi Suzy alizidi kupatwa na wasiwasi juu ya rafiki yake Violet. Tabia za ajabu zilianza kuoneshwa na Violet katika nyumba ile. Viburi, dharau navyo vilishika kasi. Muonekano wa Violet ulimshitua sana Bi Suzy. Uso wa Violet uling'aa sana, na hata yale mapele yaliyokuwa yakijitokeza usoni kwake sasa yalikwisha na uso ulibakia kuwa angavu. Bi Suzy hakutaka kujiaminisha moja kwa moja kwamba huenda Violet amemsaliti na kumficha ukweli, kwani aliamini Violet hawezi kuwa mtu wa hivyo, ukizingatia urafiki wao namna ulivyo mkubwa. Hakika Violet asingethubutu kufanya hivyo. Bi Suzy aliwaza yote hayo, lakini alisahau ule msemo wa wahenga ya kwamba usilolijua ni kama usiku wa giza. Mitego iliendelea, lakini ilikuwa mitego ya danganya toto, kwani Violet alifanya yote yale ili kuendelea kuuficha ukweli. Unaambiwa kila ilipofika usiku, basi ilikuwa mida sahihi ya Violet na David kupimana joto, huku jasho lao likitakatisha mchezo. Siku moja David aliamka na taratibu alielekea bafuni. Baada ya muda kidogo, Bi Suzy alimpigia simu Violet
ili kama kawaida akaendeleze mitego. Lakini simu yake haikupokelewa. Bi Suzy alifikiria huenda Violet kasinzia kupitiliza. Alitoka haraka moja kwa moja hadi chumbani kwa Violet. Lakini chumbani kule hakukuwa na mtu zaidi ya simu iliyokuwa kitandani. Unafikiria kama mimi? Violet chumbani hayupo na ni usiku. Bila shaka huko bafuni leo kutawaka moto. Usikose mwendelezo. Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Bye bye.